Karibu sana mpenzi mtazamaji mpendwa katika channel ya Dreamwalker Family Media kupitia kipindi chetu maalum cha Inside Bible Story, mahali ambapo tunachunguza kwa kina simulizi za Biblia, unabii wake na maana yake katika historia ya dunia na wakati tunaoishi leo. Leo tunakupeleka katika safari ya ajabu ya unabii wa Biblia, simulizi ya kuvutia yenye siri kubwa kuhusu nguvu za dunia, historia ya mataifa na matukio yatakayojitokeza katika siku za mwisho. Marekani katika unabii. Karne nyingi zilizopita, katika kisiwa kidogo kilichozungukwa na mawimbi makali ya bahari ya Mediterania kilichoitwa Patmo, kulikuwa na mzee mtakatifu aliyekuwa akiishi uhamishoni. Jina lake lilikuwa Yohana. Alikuwa mmoja wa wanafunzi wa Yesu Kristo aliyetupwa katika kisiwa hicho kama adhabu na serikali ya Kirumi katika kipindi cha mauaji ya mitume wa Yesu. Wakati huo alikuwa mzee sana, lakini moyo wake ulikuwa bado umejaa imani na matumaini. Siku moja, akiwa katika maombi ya kina, mbingu zilifunguka mbele yake. Mwanga mkali wa mbinguni ulimzunguka, na sauti yenye mamlaka ilianza kumwonyesha mambo ambayo yangetokea katika historia ya dunia. Maono hayo yaliandikwa katika kitabu kinachoitwa Ufunuo wa Yohana. Ndani ya maono hayo kulikuwa na siri kubwa sana kuhusu nguvu za dunia zitakazotawala katika siku za mwisho. Katika maono yake, Yohana aliona kitu cha ajabu sana. Aliandika, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana-kondoo, naye alinena kama joka. Ufunuo 13:11. Katika unabii wa Biblia, mnyama humaanisha ufalme au taifa lenye mamlaka ya kisiasa. Hii ni kulingana na Danieli 7:24. Hivyo Yohana alikuwa anaonyesha nguvu mpya ya kisiasa ambayo ingeinuka duniani. Lakini tofauti na falme nyingine, mnyama huyo hakutoka baharini, bali alitoka ardhini. Katika lugha ya unabii, bahari mara nyingi humaanisha mataifa mengi yenye watu wengi. Hii ni kulingana na Ufunuo 17:15. Lakini ardhi humaanisha eneo jipya ambalo halikuwa limejaa nguvu za kisiasa. Unabii huu unatimizwa kwa namna ya kipekee sana, kwani karne nyingi baadaye, Christopher Columbus katika karne 14, tarehe 12 Oktoba mwaka wa 1492, aligundua bara jipya ambalo lilikuwa na watu wachache waliojulikana kama Wahindi wekundu, lenye rutuba na ardhi kubwa kwa kilimo. Bara hilo liliitwa Newland, kipindi ambacho watu wengi kutoka mataifa ya Ulaya walipoanza kuhamia kufanya kilimo na biashara katika taifa hilo. Taifa jipya lilianza kuibuka polepole kutokana na idadi kubwa ya watu kutoka Ulaya na mataifa mengine kama Afrika, mpaka pale lilipochukua uhuru wake kamili tarehe 4 Julai mwaka 1776 kutoka kwa Uingereza na kujulikana kama taifa huru lililoitwa United States of America. Yohana aliona kuwa mnyama huyu alikuwa na pembe mbili kama mwana-kondoo. Mwana-kondoo katika Biblia ni ishara ya upole, amani na uhuru. Taifa la Marekani kuanza kwake kulikuwa ni kama tumaini kwa wakazi wengi wa dunia, haswa wale waliokuwa wakipitia mateso katika tawala za kifalme Ulaya na sehemu zingine za dunia. Hivyo Marekani ikawa sehemu iliyovutia Waprotestanti wengi kuhamia kutokana na sheria za uhuru na amani, na kauli mbiu shawishi ya taifa hilo inayotumika mpaka leo, God First, ikionyesha namna inavyomtambua Mungu. Lakini pembe hizi mbili zinaonyesha misingi miwili ambayo taifa hili lilijengwa juu yake: uhuru wa dini, uhuru wa kisiasa na demokrasia. Kwa muda mrefu, taifa hili lilijulikana duniani kama mahali ambapo watu wanaweza kuishi kwa uhuru na kuabudu Mungu kulingana na dhamiri zao. Hii ni kutokana na tangu kuanzishwa kwa taifa hilo chini ya rais wa kwanza George Washington katika mwaka wa 1971 alipopitisha mswada wa haki, Bill of Rights.
Lakini maono ya Yohana hayakuishia hapo. Ingawa mnyama huyu alionekana kama mwanakondoo, Yohana aliona jambo la kushangaza sana. Biblia inasema, naye alinena kama joka. Katika Biblia, joka ni ishara ya nguvu ya giza na udanganyifu. Lakini pia, joka aliwakilisha mamlaka ya kishetani. Hii ni kutokana na Ufunuo 12:7. Hivyo unabii unaonyesha kuwa mnyama huyo taratibu angeanza kubadilika. Kwa maneno mengine, taifa lililoanza kwa upole na uhuru lingeweza siku moja kutumia nguvu zake kuathiri imani na dhamiri za watu. Kadiri maono yalivyoendelea, Yohana aliona kuwa mnyama huyu angefanya kitu kingine cha kushangaza. Biblia inasema, Ufunuo wa Yohana 13:12, naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Swali la muhimu kujiuliza, mnyama wa kwanza ni yupi? Ukisoma Biblia, Ufunuo 13:1, mnyama wa kwanza ambaye anatambulishwa kwa namna nyingi, aliwakilisha Rumi ya kidini chini ya upapa, ambayo ilitawala dunia kwa miaka 1260 toka mwaka 538 baada ya Kristo mpaka mwaka 1798, ambapo wakati wa mapinduzi ya Ufaransa, Jenerali Alexander Berthier kutoka kwa amri ya Napoleon alimkamata Papa Pius wa sita na kumtia gerezani. Kutumia uwezo wote wa mnyama wa kwanza kunamaanisha nini? Kama ilivyokuwa kwa mnyama wa kwanza, namna alivyotumia nguvu na ushawishi wake wote katika kupitisha ajenda zake katika mataifa yote, ambazo kimsingi zilienda kinyume na sheria za Mungu, kama kubadili ibada ya Sabato kutoka Jumamosi kwenda Jumapili chini ya Kaisaria Konstantino mwaka 321 baada ya Kristo. Ndivyo kwa namna ile ile taifa la Marekani linapitisha ajenda zake kama ndoa za jinsia moja na jumla ya mambo mengi yanayovunja sheria za Mungu kwa nguvu na ushawishi mkubwa kupitia vyombo vya Umoja wa Mataifa. Marekani pia hutumia nguvu ya kijeshi, kisiasa na kiuchumi katika kuhakikisha inapitisha ajenda zake kama ilivyokuwa kwa mnyama wa kwanza, Rumi. Maono yalionyesha pia kwamba nguvu hii ingeweza kufanya ishara kubwa sana. Hata ilionekana kama moto unashuka kutoka mbinguni mbele ya watu. Taifa la Marekani hutumia hoja ambazo huonekana kama zina mantiki na ishara ambazo zingewafanya watu wengi duniani kuamini kwamba mfumo huu una mamlaka ya mbinguni. Lakini Biblia inaonya kwamba katika siku za mwisho kutakuwa na miujiza ya kudanganya. Unatazama Inside the Bible Story kutoka Dreamwalker Family Media, mahali pa hadithi halisi za Biblia zinazoleta maana mpya kwa maisha ya sasa. Baadaye, Yohana aliona jambo lingine la ajabu. Katika Ufunuo wa Yohana 13:14, naye awakosesha wale wakaao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakaao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Mnyama aliyekuwa na jeraha ni upi? Hii inaturudisha katika utawala wa yule mnyama wa kwanza, yaani Rumi ya kidini, ambayo ilitawala dunia kwa miaka 1260 mpaka wakati wake ulipokoma na kupata pigo la mauti, yaani kuanguka kwa utawala huo mwaka 1798 wakati wa uvamizi wa majeshi ya Ufaransa na kukamatwa kwa Papa Pius wa sita chini ya Jenerali Alexander Berthier kwa amri ya Napoleon. Sanamu ilimaanisha nini? Hii haikuwa sanamu ya kawaida ya mawe. Ilikuwa ni mfumo wa utawala unaofanana na ule wa nguvu ya zamani wa kidini, yaani Rumi ya kidini, chini ya upapa ambayo iliwahi kutawala dunia kwa nguvu, na kutengeneza mfumo wa ibada yake yenyewe ya siku ya jua, yaani Jumapili, tofauti na ile ya Biblia ambayo ni Sabato ya Jumamosi.
Sanamu huwakilisha mfumo wa kielelezo unaowakilisha nguvu zake. Hii inamaanisha nini? Taifa la Marekani kwa namna isiyotarajiwa tayari imeanza kutumia nguvu zake na ushawishi wake katika masuala ya kidini, na kwa namna fulani imejaribu kutunga sheria za kidini na kujaribu kuwalazimisha watu kuabudu kwa namna fulani. Kama unabii unavyoeleza, Marekani kwa wakati unaokuja itakuwa tayari imeshachukua udhibiti sahihi na kuingilia moja kwa moja masuala ya kidini na kuwafanya watu kurudi katika mfumo wa yule mnyama wa kwanza, yaani Rumi ya kidini. Kwa mara nyingine katika historia ya dunia, dini na serikali zingekuwa karibu sana kiasi cha kuathiri uhuru wa dhamiri za wanadamu. Nabii Yohana anamalizia katika Ufunuo 13:15 hadi 18 kwa kuionyesha Marekani kushiriki moja kwa moja katika utimilifu wa unabii wa wakati wa mwisho. Marekani kwa kutumia mamlaka kama yale ya mnyama yule wa kwanza, yaani Rumi ya kidini, tayari imeanza kwa hatua za awali. Hii imethibitishwa kupitia Mahakama Kuu nchini Marekani, imepitisha kuwa sheria za Jumapili hazipingani na katiba wala hazibagui. Uamuzi huu umefungua njia kwa ajili ya sheria zote zilizopo za majimbo zisizoeleweka, zinazopingana, ili nafasi yake ichukuliwe na sheria ya kitaifa itakayofanya ushikaji wa Jumapili kuwa wa aina moja katika nchi yote ya Marekani. Kutokana na hatua kubwa zinazochukuliwa kuelekea udhibiti wa uhuru wa mtu binafsi unaofanywa na serikali, hatua hii ya kusimamia siku ya ibada haitaonekana kuwa na athari kubwa mara itakapoanza. Mtume Yohana alifunuliwa kwa kina namna ambavyo mamlaka za wakati wa mwisho zitakavyotimiza unabii na utimilifu wa wakati. Taifa la Marekani kwa kupitia ushawishi wake na mamlaka za Umoja wa Mataifa itapitisha sheria ya siku ya Jumapili kama siku ya kuabudu pekee na kufutilia mbali siku zingine. Taifa la Marekani likiwa kama mfano na kielelezo litaanza kwa lenyewe kama taifa kuiazimisha sheria hiyo ya siku moja ya kuabudu, na hivyo baadaye Marekani pamoja na washirika wengine watatumia ushawishi wao wote katika mikutano ya Umoja wa Mataifa ili kupitisha sheria hiyo kwa visingizio vya kudhorota kwa hali za kiuchumi, kisiasa na kimazingira. Hivyo, ili kurejesha hali ya kiuchumi katika dunia, wakazi wa dunia wanapaswa kujikita zaidi katika shughuli za uzalishaji na kupunguza siku nyingi za mapumziko na ibada. Hali hii itawezekana kutokana na hatua za awali ambazo zimekwisha kufanyika za kutengeneza umoja wa kidini ambao tayari madhehebu mengi mpaka sasa yameshakubali. Inside the Bible Story kutoka Dreamwalker Family Media, mahali pa hadithi halisi za Biblia zinazoleta maana mpya kwa maisha ya sasa. Lakini kabla hatujafikia mwisho wa simulizi hii, hebu tusimame kwa muda mfupi na kutafakari kwa kina zaidi. Mtu fulani anaweza kuuliza swali, haya yote yananihusu mimi? Hilo ni swali muhimu sana, na jibu lake ni muhimu zaidi, kwa sababu ukweli ni kwamba unabii wa Biblia haukuandikwa tu kwa ajili ya historia ya dunia au kwa ajili ya mataifa makubwa. Ujumbe huu umeandikwa kwa ajili ya kila mwanadamu mmoja mmoja, kwa ajili yangu, kwa ajili yako, na kwa ajili ya kila mtu anayeishi katika siku hizi za mwisho. Biblia inaonyesha wazi kwamba katika nyakati za mwisho kutakuwa na mgawanyiko mkubwa kati ya wale wanaochagua kumtii Mungu na wale wanaochagua kufuata mifumo ya dunia. Na katika mgawanyiko huo, kipimo kikuu kitakuwa utiifu kwa sheria za Mungu. Amri 10 ambazo Mungu aliandika kwa kidole chake mwenyewe hazikubadilishwa na hazikuondolewa. Sheria hizo ndizo msingi wa haki, upendo na uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Kuvunja mojawapo ya amri hizo ni kutenda dhambi. Ndiyo maana Biblia inatuonya kwamba hakuna mtu anayepaswa kupuuza hata moja ya maagizo hayo matakatifu. Ndani ya amri hizo, Sabato ya siku ya 7 imepewa nafasi maalum sana. Kwa hiyo, katika nyakati za mwisho,
Sabato itakuwa ishara ya wale wanaochagua kumtii Mungu kwa moyo wao wote. Unabii huu unatukumbusha kwamba kila mwanadamu atalazimika kufanya uamuzi. Je, tutasimama upande wa Mungu na kushika amri zake zote, au tutafuata mkondo wa dunia na mifumo yake? Biblia inasema, basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Yakobo 4:17. Hivyo basi, ujumbe huu ni mwaliko wa upendo kutoka kwa Mungu mwenyewe. Ni wito wa kurudi katika utii wa kweli. Ni wito wa kusimama imara katika ukweli wa neno la Mungu, hata kama dunia nzima itachagua njia nyingine. Kwa sababu katika mwisho wa historia ya dunia, jambo muhimu zaidi halitakuwa mamlaka ya mataifa, wala nguvu za kisiasa, wala mifumo ya dunia. Jambo muhimu zaidi litakuwa uhusiano wako na Mungu. Na uhusiano huo unaonekana kupitia utiifu wako kwa neno lake. Kwa hiyo leo, wakati bado tuna nafasi, kila mmoja wetu anaweza kufanya uamuzi. Uamuzi wa kumtii Mungu. Uamuzi wa kushika amri zake. Uamuzi wa kusimama upande wa ukweli. Asante sana kwa kutazama na kusikiliza kipindi hiki kupitia chaneli yako Dreamwalker Family Media katika kipindi cha Inside Bible Story. Kama umebarikiwa na ujumbe huu, tafadhali subscribe kwenye channel, bonyeza like na andika komenti yako kuhusu unavyoelewa unabii huu wa Biblia.